Katika kijiji cha kale kiitwacho Itigi, kilichojengwa kwenye bonde lenye miti ya miombo na mto wa Itale, aliishi kijana mmoja maskini kwa mali lakini tajiri kwa maadili aliyeitwa Kalume. Kalume alikuwa yatima wa baba na alilelewa na bibi yake, Mwanaidi, mtaalamu wa kutengeneza vikapu na dawa za mitishamba. Hakuwa na nguo za bei wala nyumba ya kifahari, lakini hakuwa na mfano kwa uadilifu, utu na hekima ya kale. Nyasuguta, binti wa Chifu Nyarugabo, alikuwa lulu ya kijiji hicho. Alikuwa mrembo aliyezaliwa kwa mke wa kwanza wa chifu, mama aitwaye Bi Atieno, mwanamke maarufu kwa busara na upole. Nyasuguta alilelewa katika itifaki kali za kifalme, akafundishwa mila, lugha za kale na ngoma za kuenzi mababu. Uzuri wake ulizua mashairi miongoni mwa vijana, lakini moyo wake ulibaki kuwa wazi kwa mkweli, si mwenye mali. Tamasha la mwaka wa sadaka kwa mizimu lilikuwa mahali pa kwanza ambapo Kalume na Nyasuguta walivutana kwa macho. Kalume alikuwa ametumwa na bibi yake kubeba vikapu vya sadaka hadi madhabahuni. Alipokuwa akipita mbele ya jukwaa la kifalme, macho ya Nyasuguta yalimfuata kwa mshangao, sio kwa sura, bali kwa namna alivyoonekana mwenye adabu na utulivu. Usiku huo, wakati ngoma zilipokuwa zikigonga ardhi kwa fujo, mioyo yao iligonga kwa kimya kizito cha mapenzi mapya. Mikutano yao ya siri ikaanza vichakani, karibu na mbuyu mkuu uliotambuliwa kuwa wa wazee wa jadi. Walisoma nyota pamoja, wakabadilishana hadithi za ukoo wao. Lakini walijua kuwa upendo wao ulikuwa mwiko. Chifu Nyarugabo alikuwa tayari amepanga Nyasuguta aolewe na Barungu, mtoto wa Tindi wa Milalila, mtu tajiri mwenye ng'ombe zaidi ya 500. Bi Atieno alipogundua upendo huo hakukasirika. Aliona ndani ya Kalume moyo wa kweli, lakini hakuwa na nguvu mbele ya mumewe. Usiku mmoja alimpa binti yake hirizi ya shaba iliyobarikiwa na kumtuma akaokote upendo wake. Nyasuguta alitoroka usiku wa manane, akavaa kanzu ya nguo ya majivu ili asitambulike na kumkuta Kalume msituni. Walikimbia kuelekea mlima wa maporomoko, mahali pa kale pa ibada lililotengwa kwa waliofungiwa na jamii. Njiani walikutana na kundi la wanyang'anyi waliowanyamanya chakula chao. Walinusurika kwa msaada wa mzee Kinyangeta, mganga mwenye jicho moja na fimbo ya ajabu. Mzee huyo aliwapeleka kwenye pangoni pa Mwitongo, mahali pa siri pa wazee wa muda. Pale walifundishwa kuwa kuna unabii wa kale, binti wa kifalme na kijana wa mavumbini wakiungana kwa mapenzi ya kweli, milima itashuka na miji kuamka tena. Unabii huo ulithibitishwa kwa ndoto za kimatambiko na vuguvugu la moto lililoibuka bila kuni. Katika ndoto, Kalume aliona sura ya mama yake akiangua kilio mbele ya kaburi lililoandikwa jina la Nyarugabo. Alipoamka alitetemeka kwa hofu ya kuwa huenda Nyasuguta alikuwa ndugu yake. Lakini mzee Kinyangeta alimtuliza, mama yako alikuwa mjakazi tu wa familia ya chifu, hakuna damu inayowafunga zaidi ya ile ya upendo. Chifu Nyarugabo kwa hasira aliamuru wapiganaji kumleta binti yake kwa nguvu. Lakini watu wa kijiji walipinga, wakiongozwa na Bi Atieno na wazee wa mila. Walitoa ushahidi wa unabii na huruma ya watu. Chifu alikubali kwa shingo upande, lakini aliruhusu ndoa hiyo kufanyika kwa sharti la Kalume kuvuka mtihani wa jadi, kukesha katika shimo la nyoka bila kuumia. Kalume alikubali. Usiku mzima nyoka walimzunguka, lakini asubuhi alipatikana akiwa amepumzika huku nyoka wakimlamba miguu. Ilithibitishwa kuwa alikuwa ameandikiwa na mizimu. Harusi ya Kalume na Nyasuguta ilifanyika kwa shangwe na nderemo. Walivalishwa ngozi za simba, walichezewa ngoma ya kigogo na walibarikiwa na baraka za tambiko. Walijenga shule ya mila na hekima, wakafundisha vijana kuhusu maadili, mapenzi na usawa. Waliishi kwa amani na hadithi yao ikawa mithali, mapenzi ya kweli hayatawa